Nataka nisome kitabu cha Mithali sura ya 9. Kama kawaida niko na Biblia. Naam, sura ya 9 kitabu cha Mithali. Nataka nisome kidogo alafu nikuambie kitu fulani kinachohusu jinsi ya kuomba radhi. Wanadamu tunakosea na kuna wakati inabidi uombe radhi. Na nizungumze katika kiwango cha uongozi. Niongee na wale ambao mna nafasi ya uongozi kwa sababu itawasaidia. Na kinachonisukuma kuandaa hili fundisho ni kile ambacho kimetokea siku chache zimepita. Kijana mmoja, mwenyekiti wa vijana kitaifa, ameomba radhi, lakini ombaji yake ya radhi imekosa itifaki, na ndio maana nataka nizungumze kwenye kona hiyo. Lakini kabla sijazungumza, mara nyingi unapomsaidia mtu unaweza ukaonekana mbaya. Na Mwenyezi Mungu anazungumza kitu gani kwa habari ya kusaidia mtu, kumrekebisha mtu? Mwenyezi Mungu anasema kitu gani? Nisome andiko hilo, kitabu cha Mithali sura ya 9 ule mstari wa 8. Anasema hivi: usimkaripie mwenye dharau, usimkaripie mwenye dharau, asije akakuchukia. Unapojaribu kumsaidia mtu mwenye dharau, atakuchukia kama ana dharau. Sikia maneno haya ya Mwenyezi Mungu. Anasema mkaripie mwenye hekima, mkaripie mwenye hekima, naye atakupenda. Unaona sasa tofauti? Kuna watu wawili, kuna mmoja mwenye dharau, ukimkaripia huyu, ukamuonya huyu, anakuchukia. Lakini kuna huyu mwenye hekima, huyu ukimsaidia anakupenda. So umemsaidia, anakupenda. Anasema ule mstari wa 9, anasema mwelimishe mwenye hekima, naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki, naye atazidi kuwa na elimu. Maneno ya Mungu hayo, maneno ya Mungu. Kwa hiyo ninaamini huyu nitazungumza habari zake hata kama sitamtaja kwa jina, lakini mtafahamu kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwepo na nitamsaidia kuona, kumonyesha. Amezungumza majuzi akawa anasema kwamba unajua, kama kuna sehemu tulifanya na tukasababisha chuki na matengano hivi na vile, basi mtu samehe, naomba radhi. Naona jinsi alivyoomba radhi yake. Yaani kama kuna eneo hivi, yani kuna eneo fulani ambalo hatukufanya vizuri, tukasababisha utata, basi naomba radhi. Sasa ile haikuwa kuomba radhi kiitifaki. Inakosa ladha ya protokali. Sasa unapotaka kuomba radhi, kwa sababu naongea haya kwa sababu gani? Kwa sababu kesho nyie vijana mtakuwa wakubwa sana. Unaweza ukapata nafasi ya kwenda kuwa mkubwa katika Umoja wa Mataifa huko. Sasa unaweza ukakosea, na unaposema mbele za watu kutaka kuomba radhi, kuna itifaki yake ambayo ukikosea unatuchafulia jina kama Watanzania. Na nataka nikusaidia hapo ili ukae vizuri, ili hata ukienda huko mbele huko unaweza ukashusha ile kuomba msamaha ikakaa vizuri, afisi tukasikia raha, tukasema yes, umefanya sawa sawa. Unapotaka kuomba radhi, lazima number 1 ukae utafakari mwenyewe kwamba ni katika eneo lipi nimekosea, ninahitaji kuwaambia watu hawa wanisamehe. Lazima ufike hapo kwanza. Lazima uanze hapo, ujitathmini mwenyewe. Lazima ujichunguze mwenyewe. Nimefanya kitu gani ambacho kwa kweli hakijakaa vizuri? Wewe mwenyewe ushawishike kujua kwamba kuna sehemu umekosea. Na kwa hiyo unatakiwa kuomba radhi, either kwa kusema kwako au kutenda kwako. Na kwa hiyo ukishagundua hivyo, na sasa tunaongea nyinyi ambao mko katika mambo ya siasa, mambo ya serikali, unajikuta umeongea kitu ambacho yamkini kabisa kinaenda kinyume na katiba. Ni kinyume na katiba au taratibu, zile standing orders za mambo ya utumishi, umezikosea. Naona umeongea maneno, umetenda jambo ambalo halijakaa vizuri, then lazima ufike pointi ujihakikishe kwamba kwa kweli nilikosea kabisa na hili jambo halifai. Unalijutia ile jambo. Kwa nini ulijutie? Kwa sababu utakaposimama kuomba huo msamaha, ni kwamba tunapokuangalia hivi tutajua kabisa kama huyu jamaa amejutia au anakuja kuomba ili kutunza heshima yake na pesa ambazo anaona pengine wakimtimua maisha yatakuwa magumu. Unaelewa? Yaani usiombe msamaha kwa sababu hiyo. Unaomba msamaha kwa sababu ni mwanadamu, umegundua kabisa umekosea. Na mfahamu kitu kimoja, hata mkishakuwa wakubwa kuna wakati mnaweza mkashuka chini mkaja katika daraja letu mkawa na sisi. Sasa kama ulishatuharibia huko, maana yake utakosa company.
Kwa hiyo number one, lazima ujue ni eneo lipi. Sasa huyu kijana akasema tu, jamani, kama ni tulikosea. Sasa mimi nataka nimuonyeshe maeneo machache ambayo hayo angeya pinpoint, alafu akatueleza. Na unapoomba msamaha lazima unakuwa honest to yourself, na unakuwa honest kwa wale watu unaongea nao, alafu unakuwa humble, kwa sababu unaenda kwa watu wa kusamehe, wa kuachilie. Panapokuwa na utata kati yako wewe na watu, manake mahusiano pale yameharibika. Kwa hiyo kuna gap hapo katikati, kuna ukuta hapo katikati. Ni kwamba wao wanatamani kuja, uwezi wakaja, na wewe hata ukitaka kwenda inakuwa ni ngumu, kwa sababu wewe si mwanadamu, dhamiri yako si inakueleza kwamba hapa hapajakaa vizuri, hata kama hatukuambii, lakini wewe unajua, si una dhamiri. Dhamiri yako inakuhukumu au inakutetea, inategemea umefanya kitu gani. Usijifanye kama vile yani ujuagi mambo, no, lazima ujue. Kwa hiyo angalia maneno haya, nataka niwaonyeshe kila ambacho angeweza kukuja na hayo na hivyo vitu. Kwa mfano, kuna wakati mimi nimemsikia anazungumza vitu vingi, baadaye akasema watu wengine ni kuwachoma sindano za sumu. Yaani wewe kiongozi unatamba kwenye jukwaa kwamba hao wengine wanaokwenda kinyume, wapinzani, kuchoma sindano za sumu. Unazungumza lugha gani? Kuua. Na watu wengi wamekufa. Mimi nakumbuka hata kuna mtumishi wa Mungu Reverend Mtikila, tujua ilikuwaje. Tukaambiwa tu alipata ajali, akafika pigwa picha barabarani. Vitu vingine vina sura ya ajabu sana. Ya ajabu sana. Hata kama watu wazungumzi, lakini kuna vitu vya ajabu sana. Sasa sio huyo tu, watu wengine wengi wamepotea, hujulikana wako wapi. Kwa hiyo inaonekana kuna kamchezo ka kuchoma watu sindano za sumu. Na bahati mbaya huyu kijana akazungumza, wala polisi hawakuchukua hatua. Na unashangaa kwa nini? Unajihoji, je, angezungumza mtu mwingine wa chama kingine, je, wangenyamaza hivyo hivyo? That's number one. Je, ni halali kuchoma watu sindano za sumu? Unawezaje kama kiongozi kuongea statement kama ile mbele za watu katika nchi ambayo inaongozwa na sheria? Jifikirie hapo. Nchi ya sheria, nchi ina katiba yake. Na kila mtu ana haki ya kuishi. Wewe unasema unachoma sindano za sumu. Anyway, sasa kama hiyo kuona ni tatizo. Sasa najaribu kusaidia. Haukuwa na haki ya kugeneralize ile apology yako, ile repentance yako. Ilibidi iwe so strategic kama kweli nia ni kutubu. Sasa nitakuonyesha kitu fulani. Anyway, that's number one. Number two, ambayo kukaa vizuri ni kwamba kuna wakati nikakusikia ulikuwa Arusha kule. Unawaambia vijana wamejaa. Unawaambia kwamba kuna wapinzani wengine hawa wanafanya nini sijui. Tumewadekeza sana. Utumia neno kudekeza. Tumewadekeza sana. Alafu ukasema wanaenda sijui sokoni, sijui mitaani, sijui kwenye mahoteli na nini. Yaani ni kama vile unawaambia vijana kwamba bwana, mkiwaona hao shughulika nao moja kwa moja. Unachukuaje, unawaambiaje vijana katika taifa kujichukulia sheria mkononi? Na bahati mbaya polisi wakasikia maneno, lakini hawakukugusa. Hatukusikia umeitwa kituo cha polisi kwenda kutoa maelezo. Maana wengine wakiongea kidogo tu umeitwa. Vitu vya ajabu sana hivi. Upendeleo mahali ya juu sana huu katika nchi yetu. Sasa hata kama tusemi, sio kwamba sisi ni wajinga. Ujinga sisi tushagombana nao siku nyingi, tukaupa taraka ya moja kwa moja. Kuna wakati tunaamua kunyamaza tu, tukiamini kwamba kuna watu wana akili watachukua hatua, lakini hatua hazichukuliwi. Kwa hiyo wakakuacha ukatamba na hivi. Lakini vile kuna wakati ukaongea ukasema, bwana, mkichagua mtu diwani wa upinzani hatuleti maendeleo hapa na hamna cha kutufanya. Sasa unajiuliza swali, hivi hela za maendeleo za Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani huwa wanachanga wanachama wa chama kimoja? Maana iko hivi, kama chama chako kingekuwa ndio kinachanga hela za maendeleo, then una haki kusema, jamani, msipochagua mtu wetu hela zetu haziji. Hapo ni sawa. Lakini hela ambazo zinachangwa na kodi za Watanzania wote, unaweza ukasema hiyo statement. Uone kwamba ni ubaguzi, unaitwa ubaguzi. Ni ubaguzi. Katiba yetu ina mambo manne makubwa. Misingi, kuna mambo manne ya msingi kwenye katiba yetu. Mwanzo ni kusoma katika ile katiba. Mambo manne. Number one, jambo la msingi ambalo tumekubaliana. We Tanzania, people of Tanzania. Tumekubaliana kitu gani? Number one, tumekubaliana masuala yanayohusiana na freedom. That's number one. Freedom. Uhuru. Katika maeneo mbalimbali, freedom. Sina muda wa kwenda huko. Number two, tumekubaliana katika mambo yanayohusiana na justice. Mambo ya haki.
Ukiongea kitu ambacho sio haki, then panakuwa na shida. Justice, haki. Number 3, tumekubaliana mambo yanayohusiana na mambo ya fraternity, udugu. Mambo ya udugu. Yaani kila ambacho, yaani kiongozi unapozungumza kitu, hilo jambo linasababisha udugu kuimarika au udugu kusambaratika. Unakuwa kiongozi lazima ujue kwa katiba yako. Katiba ndio katiba ya Tanzania, ndio Quran na Biblia ya Muislamu na Mkristo. Na mfahamu hiyo. Anyway, muda kwenda huko. Number 4, jambo ambalo tumekubaliana katika katiba yetu. Na haya ni mambo ya mwanzoni, page number 1, page ya kwanza. Katiba inaanza kuelezea we the people of Tanzania hivi na hivi na hivi. Naanza mambo manne hayo. Jambo la 4, tumekubaliana mambo ya concord, mambo ya maridhiano, makubaliano, kuridhiana. Vitu vinne nimezungumza. Number 1, tumezungumza mambo ya freedom, tumekubaliana freedom, justice, fraternity and concord. Sasa speech ambazo zinatolewa na viongozi zingekuwa zinalenga kuyaimarisha hayo, maana hayo ndiyo tumekubaliana. Si kama mnaelewa? Mimi sifahamu. Unajua iko hivi, ukijua Biblia vitu vingine vyote vinakuwa rahisi. Yaani ni kama akili yako inakuwa unlocked. Unasikia? Inakuwa unlocked kufahamu mambo mbalimbali. Unaweza kaelezea kwa sababu uwezo kwa Mungu akupa neema kuelezea Biblia afu shindwe katiba ya Jamhuri ya Muungano. Ni kitu kale, ni kitu kadogo sana. Kwa vitu vinne ndio msingi. Je, huo msingi katika maneno unayozungumza kuna huo msingi? Viongozi wanatakiwa wanapotoa speech zisiende kinyume na msingi wa mambo ambayo tumekubaliana kwenye katiba. Lakini wasikilize, kuna kijana mmoja kule Iringa kule, yeye ndo anatamba kabisa, hawa ni kuua kabisa. Na polisi wanasikia, alafu they never acted. Yani ni sawa tu. Yani kwa sababu yuko kwenye chama ambacho ni chama tawala. Huu ni upendeleo. Yani hauhitaji, hakuna, mimi sizungushagi maneno, nanyosha rura. Ni upendeleo. Je, angetokea kijana mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo huko akazungumza hayo maneno, mngemwacha? Na polisi mngemwacha? Mngemwacha? Tunaongea ukweli. Mngemwacha? Sasa kwa nini wanaongea kuua na mnawaacha? Kwa sababu gani? Nauliza swali. Kwa sababu gani? Okay. Come back, turudi nyuma hapa sasa. Okay. Kwa hiyo hilo nao lilikuwa ni tatizo kwamba una tatizo kwamba unasema msipochagua diwani wa chama chetu maendeleo hayaji na hamna cha kutufanya. Ile ilikuwa ni kujimwamba fai katika kiwango cha juu sana, na ambayo kwa kweli haijakaa vizuri. Kwa hiyo na mengine mengi. Sasa ungechukua leo haya matatu, alafu ndio sasa ukaya present kama jamani, haya nilifanya, nilikosea, nimetafakari, nimewaza kabisa haya mambo hayajakuwa vizuri, naomba mniwie radhi jamani, chonde. Nasikia chonde. Na sisi tunafahamu kwamba wanadamu anafahamu mambo, anaweza kujua mambo kwa njia mbili. Number 1, naita PE, sio physical education, no, inaitwa personal experience. Unavurunda huko mambo, lakini kwenye kuvurunda baadaye unajifunza kwamba ile haifanyi kazi. Ile haifanyi kazi. So through personal experience unapata knowledge, unapata experience, unapata understanding ambayo inakusaidia si wewe tu, then unaweza kawashauri na watu wengine kwamba semaji ile haifai. Kwa hiyo unakuwa chombo kizuri kwa sababu una experience yako mwenyewe. Sasa wazungu wanasema experience is the best teacher. Mimi nasema no. Experience sio best teacher. Instruction is the best teacher. Unapokuwa instructed na ukakubali, huyo ndio mwalimu mzuri, ndio the best, kwa sababu hautaingia gharama zingine za kutubu na hivi na hivi. No, hautaingia. Ni kama mtu unamwambia mtoto usishike kisu, anashika kisu baada kinamkata. Sasa angekusikiliza mapema wewe mzazi asingekatika. Lakini kwa sababu alikataa instruction, sasa amepata experience. Sasa amejifunza ndio, lakini kwa maumivu makubwa. Anyway, kuna hiyo PE, personal experience, na yenyewe inasemea katika ufahamu. Nenda haraka haya mambo nawaambia, nataka 10 hours ya lecture. 10 hours, yani masaa 10 hii ambayo nazungumza haraka katika muda mchache. Number 2, kuna kitu naita OPE, other people's experience. Kuna PE, personal experience, and other people's experience. Kwa hiyo watu wengine wanapokosea tunajifunza kutoka katika wale. Na ndio maana wakati mwingine sio wakashambulia, unapata knowledge, unajifunza kitu. Unaona amesema kitu hivi, watu wamereact, unajua kumbe na mimi nikisema vile haifai. Kwa hiyo unajifunza kutokana na makosa ya watu wengine. Kwa hiyo tunajifunza kwenye hii dunia. Nasema hivi, hii dunia unasikia ni darasa na kila siku ni shule. Umesikia statement, andike itakusaidia mbele safari. Kwa hiyo haya mambo angeya project kwetu, afu baadaye akaomba radhi, jamani mnisamee, chonde nimekosea hivi na hivi. Sisi na Watanzania walivyo wazuri, wanasameheagi, wanasamee mapema.
lakini protocol. Sasa hii itakusaidia hata ukienda katika mambo makubwa ya dunia huko. Unapokuwa umekosea, then unajua jinsi ya kupresent, na unapo present lazima na unyenyekevu uwepo. Ni kama vile unakuwa mtumwa, alafu unaomba radhi, wanakuwa ni mabwana zako. Unasikia, wanaweza wakareact kwa hasira, hiyo ni sehemu yao. Unasikia, ni process, ni mchakato wao wa kupona katika mioyo yao kwa yale majeruhi waliyopata kutokana na kile ambacho ulisema au kile ambacho ulitenda. Kwa hiyo lazima uwape nafasi. Sio tena unaombea bwana, kama mteko nisamee bwana, basi pote mbali. Huo sio unyenyekevu. Sio unyenyekevu. Unasikia? Sio unyenyekevu. Lazima utulie unaposhughulikiwa wakati fulani. Unashughulikiwa. Itakusaidia baadaye. Na baadaye ukishapita hapo inakuwa raha. Kumbuka watu kama vile akina Clinton waliomba radhi hadharani, dunia nzima tukasikia. Wakaomba msamaha, na ana heshima kubwa katika taifa la Marekani. Hata mwalimu wetu, rais wetu wa kwanza Nyerere, akasema jamani, masuala yale ya vijiji yalikuwa ni masuala mazuri, lakini operation ilivyokwenda ilikosewa, tulikosea pale. Akajirudi mwenyewe, akapinpoint tatizo. Akasema tulikosea na kuna watu walipoteza maisha yao kwa sababu operation haikwenda sawa sawa. Alijua tatizo akalipresent. Sasa usituambie tu jamani, mkiona kuna matatizo mnisamee hivyo hivyo. Unatukosea bwana, unatukosea. Na sisi tunataka ufanye vizuri, kwa sababu ni kiongozi bora kabisa, kiongozi mzuri ambaye unaweza kawa modo na ukasaidia vijana wengine na nchi yetu ikapata viongozi wazuri na tukasonga mbele. Nimekuambia haya kwa sababu nakupenda. Sitaki uendelee na makosa yale. Unasikia? Usifanye hivyo tena. Bishop Mpemba hapa. Akaya.